Wanaume ambao bado hamjaingia kwenye mahusiano, nina jambo na nyinyi siku ya leo. Jambo langu ni kwamba wanaume wengi tunafahamu wanawake wa kuwaoa, ila hatuwaoi kwa sababu wanakuaga wana sura ya pili mstari wa kwanza. Yaani kiufupi ni kwamba wanakuwa hawana mvuto wa kuwatambulisha katika familia zetu, mvuto wa kuonekana mbele ya washikaji zetu. Lakini mimi nataka nikwambie kitu kimoja, usioe sura, oa tabia. Unajua wapo wanawake ambao wana uwezo kuhandle pain. Yaani anavumilia maumivu, shida, changamoto na yuko tayari kukubali katika mazingira yote na anajivunia wewe. Na wapo wanawake ambao wanajivunia fedha zako. Kwa wanaume tuweni makini sana katika upambanaji wetu. Kuna wanawake hata adabu hawana. Yaani Mungu hawezi kuweka vitu viwili sehemu moja. Yaani anaweka kwa uchache mno. Kwa mfano Tanzania tulipata neema au bahati ya kuwa na madini ya aina mbili. Tulikuwa na madini ya chuma sehemu moja, na hapo pembeni yake tuna madini ya makaa ya mawe. Yaani unachimba chuma unaenda unakichoma hapo karibu na makaa ya mawe. Lakini hatujaitumia mpaka leo. Mpaka soko la dunia linaenda kufungwa kuhusu matumizi ya uzalishaji wa vyuma. Nataka nikwambie kitu kimoja, hata wanawake pia wako hivyo hivyo. Mungu hawezi kuweka sura nzuri akaweka na tabia nzuri. Yaani ni kwa sehemu ndogo mno, otherwise uwe na macho ya rohoni. Hao ambao hawana mionekano, asilimia kubwa ndani yao wanakuaga na roho ya uvumilivu na kumpenda Mungu. Lakini sasa ukiwaangalia hawavutii, wanakuaga na shepu fulani hivi kama namba moja. Yaani wanakuaga hawana mvuto, hawana muonekano. Yaani ukiwaangalia yani hawatambulishiki, yani kiufupi. Lakini ndani wana madini ambayo ni mazito. Unajua vitu vya thamani huwa vina tabia ya kufichwa. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo vinaonekana sio vya thamani ndio vinapambwa sana. Na ndio maana ukijaribu kuangalia uzuri wa mkaratusi ndani ni kipande cha mti. Huo ni msemo wa wahenga. Ila mimi nataka nikukumbushe kwamba kijana mwenzangu, unapochagua mwanamke, chagua mwanamke ambaye ana uwezo wa kukupenda na anakupenda na yuko tayari na hana sababu ya wewe kukupenda. Yaani anakupenda tu. Huyo ndo mwanamke sahihi wa kuwa naye, na mwanamke ambaye ana hofu ya Mungu ndani yake. Ila ukisema utamfundisha wewe kuwa na hofu ya Mungu ndani yake my friend, umejichanganya. Yaani mwanamke kuna mambo unaweza kumfundisha, lakini kuna mambo kiukweli hapana, anahitaji wazazi wake ndio wamemfundisha, wamemlea katika misingi hiyo. Nje na hapo, wenzetu wana kitu kinaitwa haki sawa. Huu mfumo wa haki sawa utakuja kukugharimu baada ya kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye bado hajakubali kukaa katika mfumo wa mahusiano. Na kisha jua umempendea sura, shepu lake, basi mwanaume utakuwa umejichanganya kiasi kikubwa. Yaani utakuwa kama unamwabudu fulani hivi. Kwa sababu si anajua udhaifu wako, atatumia huo udhaifu kukunyooshea. Siku umekosa hela matumizi, kitandani mtakutana. Siku umekosa hiki, hata mbele za ndugu zako ni hasara kukutukana, kwa sababu anajua furaha ya wewe ni yeye. Kwa hiyo ashindwe kukufanyia jambo lolote lenye kukuumiza akiwa anajua kwamba moyo wako upo ndani yake. Lakini unapochukua mwanamke wa kawaida ambaye ana muonekano wa kawaida, yuko vizuri, simaanishi kwamba wazuri hawafai. Hapana, ni neema tu. Mungu akikupa neema ya kupata mzuri nje na ndani, Mungu